mke wangu. Mume wangu. Haya, pole kwa kazi. Asante. Na wewe pole kwa shamba. Asante mke wangu. Nilikuwa ndo narudi shamba, nilikuwa namalizia mke wangu ile nguo yetu kule kufyeka. Umemaliza yote? Pale pameisha mke wangu. Pole sana mume wangu, umefanya kazi kubwa. Sasa mke wangu, hizi kazi unazozifanya sio kazi za wanawake, kazi ngumu, ni kazi za wanaume mke wangu. Baba Adija bwana, sasa unaonea huruma. Ndio maana mke wangu huwa anapenda kazi kama hizi nikusaidie mke wangu, ili nikuonyeshe kazi. Asante mume wangu. Nakupendea hapo tu Baba Adija. Baba Adija. Ndio mke wangu. Unajua kuna mbuzi mmoja anauma. Sawa mke wangu, nimekusikia. Isipokuwa kesho mke wangu nitakwenda mjini na nitapitia kwenye duka la madawa. Sawa. Nitanunua dawa, nitakaporudi tutakuja kumtibu yule mbuzi mke wangu. Sawa, usisahau tu hapo kesho. Sawa mke wangu, hilo ni wazo zuri na ndio mipango ambayo tunatakiwa tuwe nayo kama familia. Kwa hiyo sitosahau, nitajitahidi mama Adija nifanye hivyo. Sawa. Ila mama Adija, kuna kitu nataka tukiongelee hapa mke wangu. Yaani hicho mume wangu tena? Kwa sababu unajua sisi tuna mtoto mmoja ambaye ndio Mungu ametujalia kumpata. Sawa. Na ndio huyo mtoto wa pekee. Sawa. Kwa hiyo inabidi tujitahidi kumuonea huruma na kumpunguzia kazi, sababu anafanya kazi nyingi sana mtoto wetu. Ni kweli mume wangu, kwani kafanya kazi gani? Tena Adija mwenyewe huyo anarudi. Atoka mtoni. Mwanangu Adija. Abe baba. Hebu njoo mwanangu. Aya. Ata. Abe baba. Nimekuita hapa mwanangu, nikutaka kukupa maneno au usia wangu kwamba unajua wewe ni mtoto wetu, alafu uko wewe mmoja, alafu ndio mtoto wa pekee ambaye tunakutegemea mimi na mama yako. Kwa hiyo mwanangu, sipendi sana ujichoshe kwa kufanya kazi ngumu. Umenielewa mwanangu? Sawa baba. Lakini baba, nisipofanya mimi atafanya nani mwingine? Yaani mwanangu, wewe ni mtoto wa pekee. Na ujue sisi wazazi wako tunakupenda sana. Sababu wewe tumekuwa na wewe kama Mungu ametupa kama zawadi, tuseme mtoto ni wewe mmoja. Kwa hiyo na sisi inabidi tukulinde kama mboni ya jicho mwanangu. Kwa hivyo kazi ambazo zitakuwa zimekushinda sipendi, yani zikiwa nyingi ujilazimishe mpaka ushindane nazo. Yani ambazo unazimudu ndio ufanye. Ambazo kazi ni kubwa zaidi unaona hizi zitakushinda, achana nazo mwanangu, nitakusaidia mimi baba yako. Baba Adija na wewe. Kazi gani ngumu anazozifanya mtoto? Ndio. Kama hivyo kata kuchikisimani kachota maji tu. Ndio. Kazi nyingine zote mimi namsaidia mwanangu. Ndio. Ndio. Nataka tumfundishe naye ajue ni mtoto wa kike huyu. Ndivyo. Sasa ukisema kwamba tumlee tu, yani akae asifanye kazi, leo hapa yupo naye, kesho huyu hayupo kaolewa. Je, huko atafanywa na nani kama tusipomfundisha sisi? Baba Adija. Ni kweli tunampenda mtoto wetu. Mtoto wetu mwenyewe ndio huyu mmoja. Lakini kuna kazi nyinginezo nataka tumfundishe. Hata jikoni ajue kupika. Ili akitoka kwa mume wake asiachwe. Sasa nikwambia Adija. Kuanzia kesho. Yaani wewe kazi yako osha vyombo, uoshe, fagia uwanja, masuala ya maji, Baba Adija utafanya chote. Sawa? Hapo tumeelewana mke wangu. Ni lazima mtoto wetu tumuonyeshe upendo kwamba wazazi bado tuko hai
Kwa hiyo ajivunie matunda ya wazazi kuwa bado wako hai. Akonia huruma huyo. Akupenda kweli. Mwanangu Hadija. Baba. Bado haujamaliza kufagia mwanangu? Namalizia. Basi hebu acha njoo mara moja. Haya. Baba. Kwani mwanangu Hadija, mama yako alivyotoka alikuwaga anakwenda wapi? Ameniaga anakwenda shamba. Shamba hilo ni shamba gani mwanangu alilokwenda? Hapo bondeni. Sasa basi mwanangu, unabidi uache hiyo shughuli ya kufagia, ukaandae chakula sababu sasa njaa inauma na mamako atujui atarudi saa ngapi. Sawa baba. Haya, nenda mwanangu. Baba Hadija. Mimi nimechoka. Twende nyumbani. Sawa mama Hadija, lakini mbona mke wangu tumelima kidogo mvivu, nataka tuondoke muda huu? Sio hivyo, njaa inauma. Sawa, nimekusikia mke wangu. Haya, tuende.
Ndugu yangu, mimi nimekuita unipe ushauri. Ule mkopo niliokopa nikajenga hii nyumba, sasa hivi unanitokea puani. Sina senta na kipande ya kusema nilipe. Watu wa mikopo wamekuja mara ya kwanza, nikaomba wakanipa miezi hiyo. Wakaja tena mara ya pili, nimebembeleza, wakanipa mwezi mmoja. Wamekuja tena mara ya tatu, nimebembeleza, wakanipa wiki hizi mbili. Na hivi ninavyokuambia wiki mbili zimeishia kesho, na sijapata senta na kipande. Sijui nitawalipa nini. Sasa rafiki yangu, sijui utanishauri nini ndugu yangu. Nitafanyaje mimi kesho wakija? Lakini kipindi kile mimi nilikuambia kwamba usichukue mikopo. Mkopo sio mzuri na una riba. Hata Mwenyezi Mungu ametufundisha katika dini yetu ya Kiislamu kwamba mkopo sio mzuri. Mimi ninavyokushauri, hebu akija waambiwa kuongezea siku nyingine. Sijui kama watakubali. Hiyo kesho wakija, maana nimeshawaomba sana. Kesho nina imani sijui kama watakubali. Lakini nitajaribu. Watakapokuja, tawabembeleza nione watanijia nini. Wabembeleza uende watakuelewa pia. Sawa, tujaribu. Haya, nenda zangu. Haya, karibu mwana. Baba, Mungu atakusaidia, utapona. Mwanangu, naona siwezi kupona ugonjwa mwanangu. Baba, useme hivyo. Naona mwanangu sitopona, ila mwanangu nakupa usia mwanangu. Umjali sana mama yako mwanangu, na watu wote mwanangu watakokusaidia, uwasamini upate pepo ya hera na ya dunia mwanangu.
Pokezaneni. Wanawake wote msogeeni. Hebu mchukueni Hadija mpelekeni ndani. Kweli kabisa. Inabidi aondoke ili tufanye chini tumtoe baba. Hadija pole. Pole, kazi yangu haina makosa. Mwanangu Hadija, tumeshakuwa wakiwa. Baba yako ameshatutoka. Naomba nikuulize tu mwanangu, baba mpaka anakufa ilikuwa kuwaje mwanangu? Mama, ni kweli alivyoondoka alimwacha baba akiwa mzima. Na nilikuwa ndani, mimi nilikuwa bandani. Akaniita, akanambia kuwa najisikia vibaya, akanambia nipe uji. Nikampa. Alikunywa uji? Alikunywa tu kidogo. Mara tujakaza nali akaanza kuzidi kwa mbaya. Ananiambia kuwa nimtoe nje. Kamtoa. Ananiambia nimweke kwenye kiubarini, nikamweka. Nikamtandikia mkeka. Kalala. Akanipa maneno. Akakwambia maneno gani? Akanambia kuwa nimlinde mamangu. Na maisha mkila daga nisaidia. Wewe usijua usiku wa giza jamani. Ningekuwa nanifahamu ili nisingeenda toka shamba mimi.